Emambia engia omurigereri bwensoko kerane no kwigena buna Andonsi Asore mambia onigere entwereru naboigo nigo gendrete kubwatia emeroberi yaito kurugaiga ensoko TV oboroso bwomogose chensaninye chabono mambe chabutukire chidagika emerongebere na ibere igoro moroberi bwetorobine ochakire bene toguchigusanga naye kurbonoiga weka chensa isano nemo chomogaso bwerit kuri rero ngo kwariganinga Andonsi Asore nabagotonyora ase mitandao yekerero ensemo ya Facebook nabagotonyora buna ensoko TV naboigo ase ensemo ya YouTube naboigo nabagotonyora buna ensoko TV kurwachire ase chinseme chibere moroberi yiga nigore live egento gokora ne kingana ki kunyarore ko bako ku like naboigo go share naboigo kubeka e comment yao ororo erinde tonyako batogusanga ase nchira ya bene kigima nkuru kwa Linet Nyambane twachakire moroberi wetorobeni. Torobini nigo tukuyachakira kurwa ase county ya Nairobi ase kiumbe kia abanachebi na LSK gose Law Society of Kenya nigo ritkurigoro Kenya teko bagekuraria omugiro bwemeremo gukwana kurugaiga ase county ya Nairobi nigo gose omunyakirogo bwekiombe kyo Charles Kanjama nigo atebire buna omugiro yungo bwatekana asatebira abanachebi nabo nigo babere bakunererirwa chinga kibara semeremo ase boigo atebire buna nigo abande babere bagwitwa ase batebire buna banyareko babakwira gose banyareko babakwira ko mungani kwabo ase ewizara etenere mangana yu anane wizara y'abanyanyimbo asatebire wikabona gati baranyora ichiburinde egendo kirere batebire buna nigo baguchikugira emeremo umugiro yo cyageterete kurigoro ase baratebe buna wika amagani yabo anyareko bakagotegererwa. The court boycott is going on in courts across the country. Many lawyers have heeded the call of the Law Society of Kenya to take out their cases before the courts, and we are gratified that several judges and judicial officers have respected what LSK is doing, and several of our members have done so. This is a national call. The need to reform the judiciary is a national duty. As lawyers, as Kenyans, we are tired of a corrupt judiciary that refuses to reform itself. In fact, the judiciary is incapable of reforming itself. Maneno ni matatu. Number one, the boycott goes on. Number two, we must ensure we bring back sanity into the justice system. And number three, independence of the judiciary does not mean immunity from scrutiny. And this is a message that I want to pass to Chief Justice Martha Koome. We've sat with you. We've asked you to take the necessary steps to ensure that there is accountability and integrity in the judiciary. This will not have come today if the Chief Justice gave a listening ear to what we requested of her. We have witnessed as a country a gradual slide in the rule of law. That if the current trend of lack of accountability within the judiciary continues, then there will be no arbiter. We are, however, concerned at several instances we have had where some judges, some judicial officers have declined to comply with the notice that was issued to the judiciary that lawyers will be exercising their right to boycott court under Article 37 and Article 41 of the Constitution of Kenya. We are still receiving information from our members who are being forced to proceed with matters, and some of whose matters have been taken out with prejudice. They have been either dismissed or asked to pay court allocation, court adjournment fees, and so on. So we are receiving that information so that we can compile a full list.
Tigana igabu gosto gotigara gabu ase omugiro bw'abanache ebina gose bw'ekiombe kia Law Society of Kenya nigo abanache ebina kurwa ase county ya Machakos na barabo baswete ase omugiro oyo ayega nigaenekiwe chingaki John Zuza aigeta ase kigambiro kia Machakos ekero arenge gose chingaki kina kia kiaro gotegererwa na konyora buna umuwakili oyetanya itikobaga gwikirana ase nsemeyo ase bono aruro kuboria gochia ase serikali kwenekinga ngotegererere ukugania kwa abawakili abo erinde banyare kwa bakwirana emeremo. Nilikuwa nimekuja kotini leo. Tulikuwa na kesi hapa High Court Machakos. Tulikuwa na kesi hapa kotini, court number 3. Lakini kushangaza ni kwamba wakili wetu hakuja kotini. Na koti iliendelea. Kwa hivyo kama mhusika wa hiyo kesi nimesikia wakili angekuja lakini hakuja. Kwa hivyo kesi iliendelea lakini haikuendelea vile ingefaa kwa sababu wakili wetu leo hakuja kotini. Ombi kwa serikali yetu ni kwamba mawakili wao wanakuja kotini na sio vizuri haki zao za mawakili ni vizuri siangaliwe ndio waweze kushughulikia wananchi vizuri. Mimi kwa majina naitwa David Mbalu kutoka pande ya Mdedeni, na leo hii siku ya leo ilikuwa nimekuja hapa kotini. Iko na kesi bado inaendelea, lakini funny enough wakili wetu hakukuja. Sasa nikashindwa ni kitu gani kinaendelea, kwa sababu nilikuwa nikidhani nitakutana na yeye hapa aje aniwakilishe aongee kwa niaba yangu, kwa sababu nimemchagua aongee achukue hiyo kesi, na mimi nimeshindwa kwa sababu hakuja, na sijui ni kwa sababu gani. Na sikufurahia kwa sababu tumetumia fare kutoka nyumbani tumekuja, tulikuwa tumeongea na yeye hakukuja. Kwa hivyo sikufurahia sana vile. Kwa hivyo naomba actually serikali iangalie hiyo maneno, kwa sababu nikiangalia sana, kwa mfano hiyo kesi yangu hiyo kesi yetu imechukua muda sana, na ningeomba serikali iangalilie sana hiyo maneno ya mawakili, ndio hiyo kesi isiwe inakaa sana kwa hapa kotini. Utakuta imekaa sana, baada vile inaendelea na kukaa bado inaendelea na kuimbuka mambo mengine mengi. Kwa hivyo ningeomba serikali iangalie mambo ya mawakili, ndipo sasa kesi siwe wanasimaliza haraka iwezekanavyo. Tukurwa ayabwatikaine na ekigambiro tukwirana gwika ase nsemo ya siasa ase okuborigwa kwa rurwe gochia ase gesaku kyomuguse kobamo na kwenekia nkumusira bare Matiang'i na tanyora ribagari okwirurukia ebendera yobomo bwa alternative government kuna omurai bwense uko nokoboria kurwa ase Wilfred Bosire oyo okoboria oboseneta bwe county ya Nairobi asatebre buna Matiang'i na bwateri bagari okobo murai bwense na tanyora ase ntunde yentangani na baguchikonyora ase chintunda chinda ase bono atebre buna egento kera enekinga na chikoba gusena chikonyari bagase echinga kichiribosyo negesa kukyomugusi koba amoti bachigwatananekana nonye nabo omochirie Matiang'i asatebre buna Matiang'i tanya gwesoke isko ya gusi na kokora chikampeni echi chikoro kinga na chikoba umurai bwa abantu bonse abantu baito mwanyagitinge yongo wa kwani kimamkia wa kire asimore mwensi asamaria tanje ngoro kubosire Wilfred njene aspiring senator Nairobi County muna kurugusi aseboniga national leader tuwate Fred Matiang'i identify chamekemo aloteibono tikaturali behind UPA for instance
gose toenda tuigore kiama kiri kia nyona Kenya National Congress toenda ora tebe bono togena Kenya National Congress muno mugusi enere nyumba ya ito esera ya ito tuchakere gamu because mbaka tutware kiongozi kama the good thing that twakorere muno mugusi to identify ro monto yo oko Fred Matiang'i na to direction wana tebe bono to jakana Kenya National Congress no tole bono kuruga yatubwatra nenga igamu togenda mutu na ndo bazo kutwara ekatoka na nominations gero kutwara kiame kemo mbaka tutware fairness abantu bako no nyine ekwende nominations for national elections chibe transparent credible muna DCP yakole DCP has proved yagora oroche karoba akora or karao nominations all candidates accepted the results na ende bakari behind one of them he got a very huge margin so one Matiang'i ro kwena direction asa goto siriboniga I think nero osirire politically osirire asa goto siri in 2027 na viongozi wetu to be very honest ndo mnyokera chibesa toro si nyomba ya ito yago ekere community oja kokukua mbako be keruri goso kera ngwati nete at one time ngwari ngo mugamnya sana kwa tari bawle ko mugambi ndi wakora the community you selfishly gained you as a person wakatigira abantu bande bakangaika na ngo tayabiri abagambi bari bare tusi mbanja chibese mono mbali geringa chibese mbate bangani ngakiyabo yokolia ebijana ebike ebijana timayeti ebijana muna babo soro ebijana babo na babo nyakundi naba era ne ngozi ebike mambi yabo nerego ja ko determine obugima bw'abantu bande baza kwenda bakolia abantu yasinga njo babwate chigenze community ko babera Matiang'i natabe president kale tuboniga Matiang'i nabake president 2032-2037 but chisabu chena chiragere anyore chance yiyo umwe to bugambi bako be patient Kibaki nate nito bugambi several aja ko mugambi akarando takagete nabo mugambi wari I'm telling you nabera nyareka na chance abantu bade ngote banga Kalonzo Musyoka ne watermelon I chance nabera nyoro obero bugambi asinga nja koreki obere consistent obero muvumilivu onyore chikura to aka last time in 2022 Kalonzo Musyoka tabata position and yons onye minority akora to interview mata kalwa kaiwa or deputy president Kalonzo akakora because is a leader of a better patient you never know mambi na bana nyoro president so Matiang'i wesa wanda wakane na ndo bakusi tokore kentekam Matiang'i asako soa na so amune prime cabinet secretary aba kusito tenene nere toro kina ki ntunto mwege ne temuno mwana itokoro gusi taba so tebanga ntako president ngando como support asako soa boje da so asa serikali error asako soa to tenene nere muno mugusi to tenene asamo muno mugusi nari tonyora abasani mandi patebenga oyeka tu akora sabu igato nyanga ta ko nyara boniga agatena na intwe tiotero yokoboko because as a siasa ikinage ko nyara ekolokoli numbers the excitement of the population Rigathi Gachagua currently to be very honest is leading because he has been able to consolidate the mountain. Sifuna comes second. Kalonzo is tested, is the third. So Matiang'i is coming fourth, and you see now he might not be considered as an angel. Abagusi elected members of parliament. Mbale bala Sifuna. So okora kanomo umwambi to tabwati control ya mugusi. Na olige gusi ndo bwati challenge ibere. Mono bali bala elected leaders ba chide also support Sifuna. Some of the elected leaders ebara say two term as a ruto. So where mono gusi in terms of bringing the numbers ngo to some disadvantage. So what might happen Montokoro kwa Stephen Kalonzo Musyoka aso kwa Frank Beara Rigathi Gachagua mweko mo support bara to Moluya that is the winning bara Rosie coalition, the winning coalition. Then Montokoro Gachagua achore what he want as a DCP, because we cannot have him as a presidential candidate as much. We might not have him as, because you know bakorega siamo na
William Ruto na bonsi mbaro kaine gotwara some integrity issues that we have ndrach correct but there are issues that we have discussed osa kolgerio mondo muna Matiang'i as much as atabwati amangana mange he has not been able to consolidate a community first. A community, because you have to consolidate a community. He has not been able to consolidate a community. And then he's not vocal out here. Matiang'i has not done a campaign led by himself. It's Koya himself. Sifuna is going out. Abantu whatever. Sisi ni Sifuna. You see, Sifuna now is the leading candidate. Abantu wants to people back support. Undra remo. Ya Matiang'i ago chere bweka. Na abantu back support. Whatever nga ntuma de kutagete. Trajo in Nairobi. No to Nairobi. Trajo Nairobi gaiga. Atebe usire. Ndaga tutara Nairobi gaiga. Ostari ndaras mate bench. Achina abantu ya akorde kweren achina Nairobi gaiga atebe nga ninda kitobu kan uense. Ebidonga akorde 1 2 3. Abantu bako support na. Osakolike Jubilee. Eri Matiang'i yale. And then boni gai ai time na rengere ya kisabu chabia. Moswate ko Pauline Njoroge. She was is a youthful girl na mbako tutu ale genzi enini. Origere iri onganyire tiko. Buchiri na mwana. Ina mwananchi hakuna hapa kusiba wale elected. Kibagari no wale onyonga no wale nakekoro ko mwambio wengoko. Marongo you know once no wale gaga. Matiang'i. Oyo ndebya kwa na Kebaso. But Kebaso is a young man, he can't do it alone. Ta korere beka. Ta bunyara ko kore kwerene. Baba grow your roba. You know, I'm again the nangani mugambi to Matiang'i. Tiari gereli andole gonde watana Roma gaiga. Amandole ba musungo kete. Ngomo de baro maine. Mama to montomia. No montoko tebi. Omoruo tinga mbosare. You naked. Talinga na ya changa njiroro monta korra bucha bunsi no kumbetege eketambi yange kabe to chita butoko monta korra. So abantu bali na Matiang'i ebada to kumutumia for their own good. Mbali kumutiyo maine. Na ende bona Matiang'i to bosi Matiang'i. I don't think in the near future ntutu aro monto already tested munera. Yagro za kolikerelia and kwerende dikeria bantu betu to watamonia. Nyamira. Other than the member of parliament. Look at our governors. We don't have a governor or in the platform yense exit yabantu oni asiriba akori. Tugutigana na yo aya siasa nigo tugutigaraga ase county ya Nairobi ase serikali egenderete kubeka emeroberi kwene kibuna ngochiere gusimeka emete bilioni 15 ase omwaka o 2030 ayo nigenegetigwe chingaki ewizara yebindu bitwetana inene chinsana kubwaterana n'umuroberi wa serikali ase bakwanete aiga asomucho Nairobi buna emeroberi eri bagenderete kubeka egati yabo ase batebere buna nigo baguchigusimeka emete ase chinsemo omuriki butambe ase wizara Gitonga Mugambi otebere ewizara yo nige arigani meti gusimeka emete ye chikoko cha avocado nabo igo chipalm gose palm trees echichira chikokonya korosia amaguta erigo konya abakenya kwenyorera engeri yabo ase boigo atebere buna omoroberi yo isogwikirana nigo obunchureria nabo igo abunchureria barachikoba bakonyora engeria nabo igo ebaita eyo irachikoba konya kugenderera nubugima bwabo bwa butambi. Encouraging commercial forestry within the farms and also growing of fruit trees within the 15 billion trees, which was captured here very well by Tarus. One thing we are encouraging so much is growing of fruit trees. It's food to our communities and also is income to our communities. We have specifically been able to identify a few value chains that we want to promote. One of them being cocoa, and we are introducing cocoa for the first time in this country. We have already launched it, and we have a target to do 1 billion cocoa trees in this country. We are targeted and we are focused. We know where we want to go. And we know if we can do
1 billion cocoa trees. We have a big potential. We have a potential we can even do up to 6 billion. But we want to start with 1 billion trees being planted in this country. And this one, when I refer to my colleagues, scientists here, the minimum level that we can generate in addition to jobs will be to the tune of about $1 trillion revenue income added to our economy. It might look as if I am dreaming, but that is the reality. We have to identify and move for it. We are expanding the area of avocado growing in this country. We're also targeting to do 1 billion extra more avocado grown in this country. And with it also, we expect to generate quite a lot of income in addition to jobs to our people. So we want to turn the forestry sector as also a job, a sector that is able to create a lot of jobs for our young people, because we have a lot of them in the street and we have a responsibility to ensure they are engaged. Palm oil is another tree. Today, all the cooking oil that is used in this country, we are getting it from outside the country. Yet we have big potential to grow enough. So, as we sit here, even if there's nothing else, please get us seedlings for avocado. Murigereria tukuragenda eyemaseyemo gwikagiga asomocho Nairobi ase omwaziri boborendi bwoime imeyense agenderete kura omoyega bwo kwenana chi certificate chimanyikante buna National Accreditation Board nabo igo Forensic Evidence Management agenderete kwenana gochia ase wizare yugo se gochia ase abanyanyimbo imeyense niko tukuragenda sense mituranyora nararia yaiga omwaziri Kipchumba agenderete gukwana gochia saba Kenya. All the ministries involved, including our Huduma centers and every officer and partner who helped us get here, including the e-Citizens Department. Under the leadership of His Excellency President William Ruto, the government has placed the security sector modernization at the heart of the bottom-up economic transformation agenda. A prosperous and a secure nation cannot be built on outdated systems. We must continuously invest in technology, innovation, and institutional excellence to meet the evolving demands of public safety. During our Jukwaa la Usalama forums, we had the same complaints over and over again. Police clearance certificates take too long. Investigations drag on because of evidence is not managed well. And people lose faith when things move slowly or feel hidden from their view. Today is our answer to those complaints. For over 100 years, our Forensic Fingerprint Identification Bureau has helped identify criminals. In 2016, we introduced the APFIS, and it served us well for its time. But no reform stands still. The demands on us have grown, and it's time for the next step, something faster and something smarter. That next step is the Multi-Biometric Identification System, MBIS. Consider the numbers. With this landmark development, our records capacity jumps from 2 million to 10 million. Daily fingerprint searches go from 4,500 to 20,000. The turnaround time, 14 days or more, will now be reduced to just 24 hours. To unlock the system's full potential, and because MBIS is designed for seamless and secure data sharing, we look forward to linking it with the National Registration Bureau, the Judiciary, Immigration, and Interpol through the necessary legislative and policy interventions. This will enable faster identification, verification, real-time intelligence sharing, and more effective cross-border cooperation. This is really huge. Where we are moving in the next few months is going to be really, really very important for us, that at a click of a button, the DPP will know whether somebody is first offender or habitual offender. And it will be also easy
for businesses and service providers to understand and know their customers better as we integrate it with the National Bureau of Statistics. And therefore, persons who in the past have slipped through the system will no longer do so, because the records will be very clear. We will know who you are. And that is really what it means in practice. It means that Kenyans will get faster, more reliable services. We will also be rolling our biometric enrollment to police stations nationwide, so investigation can move faster and services reach people closer home. I want to say this is a game changer. As I said, people will not be slipping through the system even as you undertake investigations. It will make us to be in a position to deal with criminals very faster. But also, just imagine, we were with some citizens who had come to queue, and they knew that they were coming to apply their, they had already applied their police clearance certificates online. So they were coming here to do the fingerprints the old way, with ink all over. Some were even carrying, those who had done the fingernails, were coming with very important wipes to take care of their fingernails and fingers. And they were hoping that they will get their clearance certificates in the next 2-3 weeks, 1 month. I saw in their faces really some level of excitement when they, at an instant, within 2 minutes, they had their police clearance certificate, and they were joyous and happy. And I look forward to this service really making every Kenyan across the country happy. But it's also going to make criminals sad. Those who have slipped through the system over time, this combination of these two services will make it very difficult for them to survive and to go through. And without really joking, this is a very serious statement. If these systems were there in place for many years, people like Rigathi Gachagua would not have survived the system over the years. To survive as a habitual offender, as a DO, until he sneaked through the system to be our deputy president. Such things will never happen again with this very important technology advancement. This accreditation means our chain of custody for evidence now meets international standards. Evidence will be collected, stored, and presented properly, which means stronger prosecutions and more convictions from our courts. It also sends the message that our forensic evidence is now benchmarked globally, and our investigations are better equipped than ever to hold offenders accountable. It also positions Kenya as a regional leader in forensic science and sends a strong message to criminals. Our investigative capabilities are stronger, and our justice system is increasingly equipped to hold offenders accountable. We have made progress in other areas too. Our chemistry, biology, bomb disposal, and cyber and digital forensic units are working towards similar accreditation. We are deepening our partnership with ANAP, ECTAP, and other international bodies. It is gratifying to know that these reforms, while a result of benchmarking with best practices, are Kenya-owned and Kenya-led, built around our priorities, which are digital transformation, professionalism, and governance based on data, not guesswork. Where are we headed to? 3 principles will guide the future policing in Kenya. First is technological sovereignty, including systems like the multi-biometric identification system that give us real-time intelligence while keeping citizens' data safe. Second is professional excellence. This means holding every forensic and investigative function to international standards, so justice rests on evidence, not influence. And third is service that puts citizens first, using technology to cut red tape and build public trust in the police.
We will not stop until every police station, every investigator, and every forensic unit meets its standards. The ministry will keep providing the policy direction, the budget, and the coordination needed to keep this going. To our development partners, please keep working with us. And this will make really the more difference. To ANAP and ECTAP, thank you for believing in this vision and standing by us. To the men and women of the National Police Service and the DCI, thank you for your professionalism. You are making Kenya safer. And to the people of Kenya, this belongs to you. It reflects a government that listens and delivers, and one committed to building a modern, professional, and accountable security system that serves every citizen with efficiency, integrity, and fairness. What we celebrate today is one milestone in a longer journey. More accreditations are coming. More systems will be upgraded. More reforms are already underway. Let me just give you a brief preview of what we are planning to do. As you very well know, we are undertaking currently the procurement process for the IC4, Integrated Command, Control, and Computation System that will ensure that we have coverage of CCTV cameras in 6 towns in Kenya, which includes the 5 cities of Nairobi, Mombasa, Nakuru, Eldoret, and Kisumu, and also Nyeri town. The objective is to ensure that we leverage on technology, and this technology, just like the technology that DCI has now launched today, will ensure that we have all the biometric, but also we have facial recognition systems, fully supported by AI systems that can, with data analytics, that will ensure that we will then have more areas of our urban areas properly covered. We will hope also to partner with private sector. When we visited the city of New York, NYPD, the New York Police Department, I was pleased to note that the private sector in New York City is working closely with the police department by ensuring that their own private CCTV cameras are integrated with the one for the police, and it helps a great deal to ensure that every corner of our urban areas are properly covered. We are a really faster growing urban population, and it's estimated that by 2050 we will have more than half of the population of Kenya in urban areas, and it's important that we start by ensuring that these places are covered with proper cameras. We will have also command centers, 6 command centers and 1 national command center. This procurement process, which is going on, will be completed soon, and once it's done, it is also going to come together with digital OB, the digital occurrence book. What does that mean? It means that people of Kenya will report crimes at home, at workplace, where it happens in situ, to ensure that reports are going to be done well, and that it will be analyzed and will tell us what are the crime trends in which parts of the country. And then we can easily have proper interventions. We will be able to know which area has defilements, are prone to robberies, prone to goods, and all kind of criminal elements in across the country. And that is important because we are the highly digital government in the world. I don't think there is any other government in the world that can challenge Kenya when it comes to digitization of its services. When this government came to office, I still see a clip that the president promised then when he came to office that we will digitize 5,000 services. And I see some people still sharing that clip as though we have not achieved that. We have moved from 5,000 that the president mentioned then, I think it was 2023, to 24,000 services that have been digitized. And we continue with that process. And that is why you saw the other day, to protect these services and to protect citizen data, we have established a national cyber security agency that is now, it is now properly anchored in law, passed by cabinet, anchored in law, and we are in the process of establishing the staff that are going to serve in that very important department. I tell you that
with these services, and we are going to put all the police stations to have CCTV cameras so that we can be able to monitor service delivery in the police stations. It's going also to be, followed by providing the tablets that we promised to all our chiefs, and they will be able to report incidences of criminal incidents, but also dispute resolution cases and administrative issues across the country. That way, we are going to really reform the sector. Jukwaa la Usalama last year gave us a great opportunity to assess the things we were going through, and I want to assure you, Mr. Inspector General of Police, I know that we are planning to operationalize this laboratory in the next 3 to 5 years. But with the consultations we are having with Treasury, and considering the A&A raised by this department from the services they provide, we are going to cut that time to become shorter, to even at most 2 years, to ensure that this laboratory is going to be fully functional and can be able to serve the people of Kenya and serve them well. We want to ensure that there are no incidences that we can say as a country that we are unable to investigate, or that it's taking time for us to investigate, because we want to be aided by our laboratory and the science. The last thing I want to say, I would not have said these things, but allow me to say this this morning, IG. These are things I would never really have responded to. I did not mean that some Kenyans take some of these reckless statements made by former leaders and leaders out there. First of all, I want to tell you, IG, that I have full, let me say very full support and faith in your leadership of the National Police Service. I believe you are competent, properly identified by His Excellency the President, that you were vetted by Parliament, and since you assumed the office as the Inspector General of Police, you have carried out your duties with dignity, with honor, with respect to the citizens of Kenya, and respect of your office. You have not, there is no pending impeachment motion against you. It means that as the IG of the Republic of Kenya, the people of Kenya have faith in you. No petition has come in that you should be impeached or removed from office. And I want to say that your neighbor, your village neighbor, who was a former deputy president and who was properly impeached and voted out of office by both National Assembly and the Senate, and affirmed by the High Court, has always come for you, and always disparate your capabilities and your office. I must tell the people of Kenya that we have a very competent IG who is fully in charge of his work, and the work of the National Police Service is moving forward. Number two, I want to say that Kenya is safer, more secure than ever before. There has never been a period in the Republic of Kenya that there are fewer incidences of terror attacks, of banditry, of criminal robberies, of all kinds of theft. The statistics speak for itself. The National Police Service, under the leadership of the President, and with the investment that this administration has put in place, has made very great strides to protect this country. And it has become better because we work together with our defense, with the NIS. All the agencies of Kenya are working together in a multi-agency approach, and we have been able to secure our country. When we came to office in 2022, going to 2023, it was a very difficult period in Kenya. Banditry was, was happening every day. People were crying, women were crying, people were not in school, children were not in school. People were not in their farms. Today, in Baringo, in Elgeyo Marakwet, in West Pokot, in parts of, in Laikipia, in parts of Samburu, we have a general calm because of the investment that this institution, the National Police Service, has done, and by the government of Kenya. So for anyone to stand out there and say Kenya
is not safe, that tourists should not be in our country. That is really embarrassing. And for someone aspiring to hold any public office, I know why Mr. Gachagua speaks the way he does. It's because of desperation. By knowing that he cannot hold office again in Kenya and he can never be president of this republic, he wants to do a Samson, to take the entire nation, including its economy, down the drain with himself. We are not going to allow that. And I must say that Kenyans and Kenya should not be fed with a lot of lies that are unregulated. And I want to tell media houses, when you invite such reckless human beings to your media houses, please, for God's sake, carry with you a lie detector so that every time you ask him a question, the lie detector will sound. Otherwise, you are going to be misleading the people of Kenya and driving wage and bad language and bad behavior to our country. I must say that this is really very demoralizing to see that anyone. But there is one thing that I'm very happy about Kenyans. Very happy that the opposition, and I can tell you, being a cabinet secretary of Interior, I know what I'm saying. The opposition, all the opposition leaders and all the government leaders agree on only one thing. There is one thing they agree unanimously, that Mr. Gachagua must not hold any public office again, ever. And even those who are hanging around him in the opposition, they are just hoping that he will never run for any office forever. So even when he's delusional and he thinks that he's being cheered by the others, I want to tell him that all those opposition leaders are like an hyena that follows a human hand, hoping that it will fall. And for sure, they know that Gachagua has fallen already. I want to say here, for avoidance of doubt, we take cases that are brought before DCI very seriously. And the DCI takes his job very seriously. The Inspector General of Police is not under the command of the CS Murkomen, who was mentioned yesterday 388 times in a TV interview. My name was Murkomen, but for God's sake, my name is Murkomen. But even though I was referred to Murkomen 388 times, I want to say that I have no authority to direct the Inspector General of Police in performance of his duties to investigate and to carry out. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao. Kwa nyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi. Onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchulia. Bono na bokonyoli bagari ya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchulia 0788 662. Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigi asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chonsi chibetri uratumie asegari enke ebas no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha weka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya auto ni battery ambayo ni spill, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss,
kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindu no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi twakirisimi namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichibulio gukora chingatale ichiobutindu. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagren soko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somyo oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumira nabaga kaba samwerere nabuigabangi nabanyika eligo kwanero kweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsaibe igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde turende ekimira eye Nensoko TV oboroso bumugusi ekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Mrna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na Kigekos Kiamesa Yamangana Maya. Ine asama kia mbireo Seino mbireo Asama
amatuko amaega obugima bwakira rituko bwomugusi nigo bware gusirwa n'oburemi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Biamono na endo murigereria bwensoko kerondo no kwigena bunani gogendete kubwatia umurubiri yiga bwetorobini kurugaiga Ensoko TV oboroso bwomugusi chabutukire chidagika 13 iguru yechinsa isano chabono mambia kerongo kwa sabogendere kubwatia umurubiri yiga asenchira ya bene kigima na kumanya isoko genda asensemo ya Facebook na bogo YouTube na bagotonyora otore live erindo nyakuba kwenekinga kunyarore ko bago kubwatia umurubiri yiga asenchira ya bene kigima toko gendera niturubini yeto ase abana gusa abarai banyareko bakuborigwa banyareko bakwenekeria abana inchichira echo banyateko bakubariera chinga kiche chikambeni okuno kuborigwa chirekorwa ase abamenyi bensemo ya Gathiru egotokaga asensemo ya Nairobi ase batebire buna chinga kichinyinge nego abarai banyareko bakwenekichira choborimo yakarabanyoriro burai beba achira chiripanya teko bakuriera abana inchi nigobono kubori kwarure buna abarai bainyore chira chiri chonsipi barireta abana inchi ngonyara ko bare bagochikerani. We as leaders, we must promise what we will deliver. Hii maneno ya promising in 6 months. Ya kusema in 6 months that we will do this. Then after 6 months you have delivered nothing. Again you say after 6 months. This one must come to an end and ensure that whatever you promise to the people who elected you, it is delivered and delivered on time. I say they supported this government through their bottom-up approach. Kwa sababu walitudanganya sisi wote. Ati bottom-up, sisi wote tutatoka chini, tutaenda juu. Lakini badala ya kututoa chini, wakatupeleka juu. Walitutoa mahali tulikuwa wakatupeleka chini kabisa. Yule kijana wa bodaboda alikuwa ameambiwa atapata pikipiki aende kwa gari. Saa hii hiyo bodaboda yake ameuza. Yule mtu alikuwa na soko. Alikuwa amedanganywa ati hiyo soko yake ataenda kufungua duka. Hiyo ndio soko sasa amefunga. Kwa hivyo ile kitu hii bottom up ilitufanyia ni kutuinamanisha. Miguu ikakuwa juu, kisha ikakuwa chini. Kila kitu yenye imekuwa kwa mfuko ikamwagika yote. Sasa tukakuwa maskini na tukakuwa maskini kuliko vile tulikuwa. Nikasema my political stand ni kwa sababu ya hii maneno ya kudanganya watu. Na nikasema Embakasi Central Constituency, it was the first constituency kudanganywa. Tarehe 12 mwezi wa 10 2022. Mukikumbuka sisi wote tulikuwa pale Commonwealth South Primary School wakati tulikuwa tunafungua hiyo shule. Hiyo shule tulifungua, alafu president himself akapromise kiwanja iko hapo. Ati hiyo kiwanja itajengwa TVET ya kukuja kusaidia watoto na wananchi wa Embakasi Central. Badala ya hiyo ametumia PS wake Koil. Hiyo shamba wameuza, wamekatakata, imekuwa
taken away by the president and his people. Kwa hivyo maneno ya TVET, hiyo msahau, maneno hiyo kiwanja walishakula. Unapata leaders are boasting how they have done housing. Ile housing inajengwa, it is at the expense, watoto wetu hawaendi shule. Tukasema hii maneno ya housing and housing levy, hii pesa ibadilishwe, itolewe kuwa housing levy, ibadilishwe ikuwe educational fund. With this educational fund, tuhakikishe watoto wetu wote wanaenda shule kutoka primary mpaka secondary mpaka university for free. Na mkumbuke Mwai Kibaki alituachia free primary education. Uhuru Kenyatta akatuachia free secondary education. Saa hii huyu mwenye ako amekuja ametoa zote. Kwa sababu mpaka ile primary tulikuwa tunasema ni free, it is no longer free. Wazazi wanalipa. And therefore it is our request, and it is my request as your member of parliament. Hizi nyumba zenye zinajengwa, hiyo pesa haisaidii wananchi. Hawa wananchi hawawezi kujibaia hiyo nyumba. Hii pesa ya housing levy ikuwe isisaidiwe, ikuwe educational funding levy, na ikikuwa funding levy watoto wetu wote wataweza kusoma, na wakisoma wataweza kupata maajira ya kufanya kazi. Na wakifanya kazi watajijengea hizo nyumba zenye wanajengewa. Because it is ironical ati mnataka kupatia watoto na wazazi nyumba. Tayari wanaishi kwa nyumba, lakini ile kitu inawasubua ni hawa watoto wao hawasomi. Kila Mkenya analia. Ukienda kuangalia yule Mkenya analia hapa Kayole, analia pale town, analia pale Rift Valley, analia Mombasa, analia Central. Kwa hivyo Mr. President, the unity that you have provided ni ile ya kufanya Wakenya maskini. Na kwa hivyo tunakuuliza, wewe ukishindwa maneno ya kufanya kazi na kudeliver kwa wananchi, wachana na hii maneno ya kuita watu wa kabila. Na ni watume, ukienda kusikiza, wakati unasikiza ati Wakenya wanasema one term. One term haisemwi hapa Kayole, one term haisemwi Mlima, one term haisemwi Kisumu, inasemwa kila mahali, including pale kwake nyumbani. Na wakati wanasema pale nyumbani ni kwa sababu ametuunganisha kiumaskini. Na kwa hivyo Wakenya wamechoka. 2 years ago walituma askari Haiti waende wakasaidia Haitians kupiga vile watapigana na guns. Guns wenye walikuwa wamefinya serikali, wanafanya serikali isifanye kazi. Lakini wale askari walikuwa wametumwa Haiti ni kama walikuwa wametumwa kwenda kufanya benchmarking ya kujua how do they work with guns, wataweza kufanya kazi pamoja aje na guns. Nikasema sasa, kama ukiangalia, kama mimi nilikuwa pale Olkarau wakati wa election, askari anatokea juu ya sunroof kama mwanasiasa, anaenda anapiga risasi akiwa kwa sunroof mahali wale wanasiasa wanachopokea ati intimidate wananchi. Murkomen, CS, Minister of Guns, akasema ana-arrest hao watu. I can tell you, huyu Minister wa Guns, he has arrested nobody. Nobody has been arrested. The media people have done their work. They have identified the goons, the police officers who are the goons. They have identified the politicians who are funding those police officers to be goons. So, Murkomen, you cannot say that you are investigating. What are you investigating? The investigation has already been done by the media. And what Kenyans want to see, they want to see these police officers and the financing politicians wakiwa wamesimama kwa bao, kotini. Hao askari wale walitumika pale Betima kupiga kanisa pale Nyeri. Wale walitumika hapa Kasarani, kanisa ya PCA. Wale walitumika kutupiga tear gas hapa Kariobangi, kanisa ya PCA. Hao askari, the same askari, hao ndio walitumiwa kutupiga risasi pale Olkarau. Na pale Olkarau wameua watu wawili. Makosa ya hao watu wawili wenye wameuawa kwenda kupiga kura. Minister of Gun akasema atakuja kuarrest. He has not arrested either. But what he has done, hao askari wote 12 amewapatia promotion, alafu wakapewa transfer. Kwa jina mimi naitwa Gaitho Wawero. Nimetoka Kayole
Central na kiwanja ilitolewa askari hapa chini, na tungetaka irudishiwe askari sababu ya insecurity ya area yetu. Ati wanataka kujenga hospitali hapo, sisi hatukuulizwa habari hiyo, sisi tunataka police station. Kitu ya pili ni pale kwa chief wetu anakaa nyumba ya mabati, askari hata sub chief anakaa nyumba ya mabati, na tunaweka nyumba kazuri hapo, na ni hiyo tu nataka kusema wakati huu. Mheshimiwa, ile kitu naomba, tuko na kiwanja phase 3A. Vijana wetu wanacheza football wakati wa holiday na weekend. Kutoka Nasra, Kayole, wengi wao. Ile kitu tunaomba, sahi wanaendelea na tournament. Mheshimiwa, ukuje uangalie, uanyoroshie kiwanja, uweke goal post, angalau iwafanye vijana wengi wasiingie kwa madawa ya. Tunaelewa? Number 2, security. Mheshimiwa, security Komarok is a major problem. Na watu wa Komarok mko sawa? Security iko sawa? Haiko sawa. So ni hizo vitu mbili tu peke yake kwa Komarok ward. Kuna hall tunakoga nayo hapa chini na ni ya community. Hiyo hall ilienda. So ningependa pia sipuuze hii story. Jaribu mtushikilie mkono kwa hii story ya hall. Tuko na kesi iko kotini sahi. Na ningependa pia ofisi ya Mweshi tushikilie kwa hii story sana. Juu tunajipatanga tukiwa peke yetu sana. Hatupati support tunahitaji. So ningetaka shikane kama community hall irudi. Story nyingine pia ningeongelea ni mambo ya sports, kiongozi. Teams za boys nalia sana kwa hii ground. Mambo ya ball inafaa angaliwe. Management iangaliwe. Hatujui kwa hata moja ya jina yako Mweshi. Na umepiga miaka 10 na unaweza nataka utuweke tona hapa hivi. At least jana wako engaged. Story nyingine pia ni environment. Tuangalie mambo environment, wasana wapiga kazi ya garbage. Support hata na maasset, hata kama ni mamkoko vitu kama hizo. Ndio tutahitaji mtaani. Mambo ya clean up kwa canal, tunahitaji Gwanda, tuna support kutoka kwa ofisi yako. Tunataka ofisi yako itu engage tu sana. Pia vijana pande ya ID wanasumbuliwa sana. Kuna vijana kadhaa wamenikuta wananiambia wakienda kuchukua ID inakuwa process ni ngumu sana. So ningependa support yako vijana wako ikadi ndio tupige shughuli ya mbele. Sitaongea zaidi watu wako Tokurwa asense meyuye mbakasi niko tugutikaraga ase bado county ya Nairobi ase umuraibu wense William Ruto anyarakobaga kumerana na chibundi cha amaboko igase county ya Nairobi ase anyarakobaga ukwanira emeruberi ao nabo kubarira chira ao echo atebire arachikobaga kubaikiraneri erinanya koba gakwene kibuna esekte yunko nyarere koba kego koribya tugaturanyore ngwane yeye masemo yumuraibu wense anyarakobaga kumerana na abandabu. Nimeuliza leo ya kwamba kwa sababu tulikubaliana ya kwamba serikali yetu itakuwa serikali ya Wakenya wote bila ya kujali kiwango ya mtu, kazi anayofanya, umri wake, jamii anatoka, sehemu anatoka, kijiji anatoka, sisi wote ni ndugu moja. Na ndio sababu hiyo nimesema mafundi wafike hapa leo ndio tukubaliane na wao vile tunaweza kusonga mbele pamoja. Nimesikiza kwa makini sana viongozi wenu. Nimesikia na niko na memorandum ambayo mumeniandikia. Kwa hiyo memorandum kuna mambo matatu ya muhimu mumenieleza. Ya kwanza, mumesema vile tunapanga biashara ya watu wengine. Tumepanga vile tutakuwa na masoko ya watu kuuza mahali penye stima, kuna usafi, kuna cold room, kuna storage. Pia nyinyi mafundi munataka pia mupate nafasi ya kufanya biashara yenu mahali imejengwa vizuri, workshop mzuri,
kwa sababu mnatusaidia kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Ni kweli ama si kweli? Mafundi wa mbao, mafundi wa chuma, mafundi wa magari, mafundi wa pikipiki na zile vitu zingine zote, mimi nimesikia kwa makini ya kwamba hata na nyinyi, kwa sababu nyinyi mnachangia katika kuendesha taifa letu la Kenya mbele, na mnafanya biashara, na mnatumia hiyo biashara kulinda watoto wenu, na mnatumia hiyo biashara kuendesha maisha yenu. Pia serikali ya Kenya ipange vile biashara yenu itafanyika mahali kuna workshop mzuri, imejengwa vizuri, na mnaweza kuchangia uchumi wa taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na ndio mimi nasimama mbele yenu kuambia Kenya hii ni ya Wakenya wote. Wakati nilisema bottom up, sio mzaha. Nilisema Kenya isiwe ya watu wachache. Kenya iwe ya kila Mkenya. Na ndio sababu hiyo, najua kuna jamaa mwingine ananiuliza, wewe unafanya nini, unaitisha watu hawana payslip ati wakuje State House. Mimi nataka niwaulize nyinyi wangwana wa mafundi, mimi naelewa ya kwamba nyinyi hamuna payslip, lakini nyinyi ni wafanyabiashara, nyinyi ni mafundi, nyinyi ni Wakenya, na vile tunashughulikia wale wengine wote, na tayari nimeagiza ya kwamba wafanyikazi wa serikali wale wako na payslip tunawaongezea mshahara kuanzia tarehe 1. Mimi nawauliza nyinyi, mko na payslip? Mko na payslip? So pia hata na nyinyi lazima niwapange bwana. Yes. Ni sawa si sawa? Ni sawa si sawa? Tuendelee ama tuendelee? Kwa sababu, sikizeni bana, kwa sababu Kenya sio yetu sisi ambao tuko na payslip peke yetu. Kenya ni ya Wakenya wote bana. Kwa hivyo saa zile tunajishughulikia sisi tulio na payslip, tusisahau hawa Wakenya mamilioni pia hawa wanalipa ushuru. Pia hawa ni Wakenya, wako na watoto, wako na maisha yao, ni lazima tuwafikirie vile vile. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo sikizeni, mimi kama rais wa nchi hii, kama kiongozi wa taifa letu la Kenya, nitahakikisha ya kwamba kila Mkenya anashughulikiwa. Wale walio chini ambao hawana kazi, wale ambao wanahitaji mahali pa kufanya biashara, wanahitaji mahali ya kuuza pale kwenye soko, wale wanahitaji workshop kama nyinyi mafundi, pia tutawapangia workshop ndio biashara yenu iendelee na mchangie katika kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Mafundi hoye! Jambo la pili, hawa viongozi wenu wamenieleza, wameniambia ya kwamba kuna mafundi wengi ambao hawana certificate. Ni kweli ama si kweli? Watu ambao ni wa kujituma, walianza pale wakawa ni mtu ya kutumwa, lete spana, lete so, lete nyundo,
lete msumari, akajifunza polepole, sasa ni fundi lakini hana certificate. Mkaniambia ya kwamba nipange vile nyinyi ambao mmejua ni mafundi lakini hamuna certificate, nipange vile mtapata certificate. Sasa munisikize kwa makini. Mafundi munisikize kwa makini. Tunaelewana? Tuko na mpango ya serikali ambayo tayari tuko na pesa yake. Kama wewe ni fundi uko hapa, kama wewe ni fundi unanisikiza mahali popote Kenya, wewe tayari uko na taaluma ya ufundi lakini hauna certificate, sisi tuko tayari na tayari tumefungua mtandao ili nyinyi mujiandikishe, na serikali ya Kenya itakulipia wewe gharama ya kupata certificate na tutakupatia certificate. Munanielewa? Ili saa zile tunatafuta mafundi, wewe pia unaweza kustep forward na uweze kufanya kazi, useme mimi ni fundi seremala, mimi ni plumber, mimi ni electrician, mimi ni mason, mimi ni carpenter, na utakuwa na certificate. Na sasa utaanza kujisimamia ukiwa na certificate yako, upate kazi pale kwa affordable housing, kwa kujenga soko zetu, hostels za zile zingine zote. Mmenielewa jameni? Na hiyo gharama italipwa na serikali ya Kenya, na hiyo kazi ya kusajili watu kwa ile kitu tunaita recognition of prior learning sasa inaendelea Kenya, na tayari katika orodha yetu tuko na mafundi 40,000 ambao wamejiandikisha. Kama wewe uko hapa ama unanisikiza mahali popote Kenya, jiandikishe ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunakusaidia upate certificate, ndio uweze kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mafundi hoye! Mafundi hoye! Mumeniambia ya tatu, hawa viongozi wenu wamesema ya kwamba kwa sasa mahali mnafanya kazi, mara mnahamishwa, mara mnapelekwa pale, mnapeleka kwa reli, kando ya barabara, sijui wapi. Ni lazima tuwe na designated places ambayo serikali itawajengea workshop na iwapatie leseni ya kuendesha hiyo kama biashara yenu. Na mimi nataka niwahakikishie, sio Nairobi peke yake, kila mji katika taifa letu la Kenya sasa tutakuwa na mpango kupitia kwa affordable housing ya kujenga workshops ya wafanyabiashara wetu mafundi waweze kuwa na mahali. Kama ni magari tunapeleka pale kwa workshop ambayo imetengenezwa vizuri, nyinyi mafundi wa magari muwe pale. Kama ni mambo ya workshop ya useremala iko pale. Kama ni mambo ya workshop ya chuma iko pale, na workshop zingine, ndio tuhakikishe ya kwamba Kenya isiwe mahali ya watu wachache, Kenya iwe ni Kenya ya watu wote. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Watu wa Nairobi, mimi nataka niwaambie mambo matatu ya muhimu hapa Nairobi. Kwanza, mimi nataka niwashukuru, niwaeleze ya kwamba hapa Nairobi vile tulisema hatutaki tena mtu akose nafasi ya matibabu kwa sababu hana pesa. Ndio tukasema tujiandikishe kwa SHA. Kila mmoja wetu aende hospitali, atibiwe, apatiwe dawa na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yeyote na mtu yeyote.
Mnanielewa? Leo hapa Nairobi, wacha niwapatie statistics. Leo Nairobi wananchi wamejiandikisha ni wananchi 2,850,000 citizens of the city of Nairobi wamejiandikisha ndani ya SHA. Hapa Nairobi pesa ambayo tumelipa kwa mahospitali ya Nairobi in the last 1.5 years ni shilingi bilioni 32 hapa Nairobi, kuhakikisha ya kwamba kila mwananchi. Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Nairobi, mtu usikose nafasi ya kujiandikisha ndani ya SHA, kwa sababu tutahakikisha kwamba kuna madawa ya kutosha, kuna madaktari wa kutosha, na tuko na equipment. Pale ukijiandikisha ndio tutajua statistics, ndio tuweze kupanga mambo ya matibabu ya wananchi wote wa taifa letu la Kenya, kwa sababu katiba ya Kenya inatueleza na inatuamurisha kama serikali tuhakikishe kwamba kuna matibabu kwa Wakenya wote bila ya kujali mahali wametoka, bila ya kujali wako na pesa hawana kazi, bila ya kujali wako na payslip hawana payslip, bila ya kujali wako na kazi hawana kazi. Kila mwananchi awe na nafasi ya kutibiwa. Tunaelewana? Mimi nawauliza, kwanza ninataka niwaulize kwa hii mkutano, kuna mtu hapa kuna mtu hapa ako amejiandikisha? Kuna mtu hapa? Kila mtu, hebu nione wale wamejiandikisha kwa SHA kwanza nione. Kila mtu amejiandikisha? Na nimesema vile vile ile ambayo tulikuwa tunaita Linda Mama sasa ni Linda Jamii. Kila kwa mama, bora tu usikia kwamba ball ishaingia. Kuanzia hapo kila serikali ya Kenya itakulipia uende pale kwa clinic mpaka upate mtoto, na mtoto akipatikana tutahakikisha kwamba tunamshughulikia mtoto na mama na mzee mpaka kila ndio. Na hiyo kazi tumeweka pesa ya kutosha. Sijui kama tunaelewana. Kwanza zamani ilikuwa ukienda hospitali kupata mtoto ilikuwa imewekwa budget ya shilingi 4,000. Leo tumefanya mara 3 tuhakikisha kwamba kila mama anaweza kujifungua mahali ambapo kuna usafi, kuna daktari, kuna madawa, na tusipoteze wamama na pia tusipoteze watoto wetu. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Lakini sasa nyinyi niwaulize, nimesema tutalipa mama apate mtoto, lakini sio kazi yako sasa ati kila siku hapana. Ati nani nani, najua hawa wanaume wenzangu, mimi naambia wanaume wenzangu, nyinyi msisumbue kina mama. Ati unaambia mama ati si unajua ile mahali ni free, wacha sisi tuendelee. Hapana, wacha mama apumzike bwana. Kuwa na mpango ama namna gani? Ama wamama mnasemaje? Si hawa jamaa waende polepole? ati hawataki? Anyway, hiyo maneno tutaongea siku nyingine.
tutaongea nyuma ya hema hapo. Pia katika Nairobi yetu hii, mimi niliwaeleza watu wa Nairobi, hii Nairobi vile vile tunataka kuhakikisha kwamba mabarabara ya hapa inaendelea. Nikizungumza na nyinyi sasa, tuko na barabara kilomita 260 mpya ambayo tunajenga Nairobi County. Nairobi ndio sura ya Kenya. Kama Nairobi sio nzuri, Kenya haitakuwa na sura mzuri. Tunaelewana? Jambo la tatu, niliwaambia watu wa Nairobi, hasa sehemu ambazo hazikuwa na stima, sasa tumeweka pesa ile watu tumeunganisha stima Nairobi in the last 3 years ni watu 210,000 tumewapatia stima. Na hiyo kazi tumeweka bilioni 2 tena mwaka huu kuhakikisha kwamba vile estate ama sehemu kama vile Kosovo na sehemu zingine ambazo hazikuwa na stima, zilikuwa zimezima. Hiyo pia nimehakikisha kwamba tumeweka pesa, tuhakikisha kwamba kuna mataa na tuhakikisha kwamba tunasonga mbele na Nairobi is lit. Yeye mnanielewa Nairobi? Nairobi hoye! Nairobi hoye! Vile vile mimi nikisimama hapa, mimi nataka niwahakikishie, mimi na hawa wabunge wetu tumesema watoto wa Nairobi wapate nafasi ya kusoma. Nyinyi mnajua tumekuwa na matatizo makubwa sana ya masomo Nairobi hii, madarasa haitoshi. Tumejenga madarasa mpya 500 na mimi nataka niwahakikishia kwamba tutaendelea na hiyo kazi mpaka tuhakikishe ya kwamba watoto wa Kenya wote wanapata nafasi ya kusoma. Mimi niliwaeleza nyinyi na nilieleza taifa letu la Kenya ya kwamba elimu ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo tumeweka pesa nyingi kwa mambo ya elimu. Mimi tangu mwaka wa 2022 nimeongeza pesa ambayo tumeweka kwa elimu kutoka bilioni 500, mwaka huu imefika bilioni 780 kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanasoma. Tumeajiri walimu 100,000, tumejenga madarasa 23,000, tumebadilisha ile CBC sasa ni CBE and training, na tumehakikisha ya kwamba watoto wetu kwa university na TVET pia wanapata nafasi ya kusoma kwa kuweka pesa ya kutosha. Mimi nimesema juzi na mimi nataka nirudie nikiwa hapa. Naona kuna watu wanauliza maswali mengi kwa sababu nilisema, na nataka munisikize kwa makini. Mimi naongea na watu wa Nairobi na naongea na Wakenya wenzangu. Elimu ndio inatupatia usawa kama taifa. Na ndio sababu nimeweka pesa nyingi kwa mambo ya elimu kwa budget yetu. Tumeajiri walimu, tumerekebisha curriculum, tumehakikisha kwamba tumeweka funding model ya kisasa, tumejenga madarasa. Na nimesema juzi, na nataka Wakenya wanielewe, nimesema juzi kwenda mbele, tulitoa pale nyuma 2022 ma universities walikuwa wanafunga, hawakuweza kulipa walimu, hawakuweza kulipa suppliers, walikuwa hata mshahara ya wale lecturers haikuwa inatosha. Nikabadilisha, tukatengeneza model mpya. Hiyo model imebadilisha mambo katika ma university. Mimi nimesema sasa tunapeleka hiyo model one more step forward. Na ndio nimesema iko sheria bunge sahizi ya Higher Education Loans Board Amendment Bill ambayo sasa itatuwezesha kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya ambaye amekuwa placed kwa TVET ama university, tutahakikisha ya kwamba kuna funding ama kuna pesa
ya kusomesha watoto wetu wote. Wakenya hoye! Nirudie. Nimesema hivi. Unajua, wakati rais wa 3 wa Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki, alisema kutakuwa na free primary education, watu walimkejeli na wakasema hiyo haiwezekani. Mimi nasema mbele yenu leo ya kwamba watoto wetu wa university na wale ambao wanaenda tertiary institutions, going forward, serikali ya Kenya itakuwa na funding model ya kuhakikisha hawa watoto wote wanapata pesa ya kusoma, na hakuna mtoto wa Kenya atakosa nafasi ya kusoma kwa sababu ya mambo ya kukosa pesa. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Na mimi si wazimu, na mimi si mlevi, na mimi si mjinga. I know what I'm saying. Si nilisema tutafanya affordable housing? Inajengwa haijengwi? Masoko inajengwa haijengwi? Hostels inajengwa haijengwi? So I know what I'm doing. Sio kama tunaelewana bana? Tuko pamoja? Si ndio? Si mimi ndio fundi ya hii maneno? Mimi ni fundi wa hii maneno vile hata nyinyi ni mafundi. Kila mtu afanye kazi yake bwana. Ama mnasemaje? Nairobi hoye! Nairobi hoye! Pia tumekubaliana ya kwamba Kenya inasonga mbele. Gabo murigirire bwensoko no tuguchukorera amangana gose etorobini aseri tukoria rero uyu nigo arumurai bwensowira muruto ase aumerana ne chibundi igaiga aso mucho Nairobi ase boigo anyare kobaga kubarira chira au igatia bote birubuna emirimo yabo nige guchikwenekwa gose nigo baguchikutumia obubundi obubwabo anene aso kwagacha chinyomba cheri gorirense ase boigo ayane kiribuna mwana tayo obwenerete kobera isko asate birubuna sector yechiseminige Koribia na baigo abana bose nigo babonete gutoka eskuru ayo amona yanda mange nigo guchikoya nyora asa mangana ito amaya ye chinsa isano na ibere baigo chinsa ikomiensa yamona baigo chinsa isato charero gutkungu kuganiro gende gutwara oburigererio borubuya na baigo gwakirambu ya mono kyandage ikomiensa ngencho gwasangira na inje kurucyarenge chinsa inye wikabono gacha tgechi daika 10 chichikuraga chinsa isano nemo chabono mugaso kuganiro gende gutwara oburigererio borubuya eria nenguru kwa Linet Nyambane.